The more tuna doubt history ya kina Bahati, the more ma evidence zinatokea na story mingi zinaibuka. So welcome back again to Daily Trends with Cynthia. Like this video, subscribe and turn on the notification bell for more videos. So tuingie straight kwa video, sitaki kuwapotezea time yenu kwa pia nyinyi najua you are busy, mko na kitu ya kufanya. So guys, hapo jana ule mama, the alleged mother wa Mama Bahati, because bado hawajafanya ile mambo na DNA and all that, alijitokeza tena. Kuna interview alifanya mahali, sijui kama mmeiona, but guys kwa kimbieni kwa TikTok kama tu search kwa YouTube Bahati's family in Kibra mtaipata. So kwa ile familia, the lady kuna maswali aliulizwa na pia introduce the other siblings wa Bahati, though wengine wako job because pia ni wakubwa. Madhe amebaki na wale watoto wadogo ambao wanasoma pale, and hiyo ni familia ya wasanii. So pale kuna kaboy na nikarapa yo Bahati, kuja brother yako tafadhali, kwanza amekwambia anataka umsaidie kuimba. Kakujana na kuna kadem pia kale ambako mtakona kwa video kama a lot of medals. Ile familia, ukiangalia familia ambayo kuna watu talented, yani wako na tuna gift tofauti, because it is tofauti kwa hata msichana alisema ni actor, nini nyingine alisema anachezanga rugby, mambo na football, like hiyo familia imebarikiwa tu in short. So wale mlikuwa mna doubt history ya Bahati, tafadhali it's time now mwanze kuamini, na Bahati ndio anatuchelewesha. Mali Bahati ako just tag this man bana, umwambia tuharakishie, we are tired, we are like kila siku tutakuanga tunangoja mambo na DNA bana. Na kuna kitu moja huyu mama nitaja, na watu wengi sasa wameanza kuamini. Nimeona wale watu walikuwa wameanza ku give up juu hizi ma challenges zilikuwa zimetokea. Sio, unajua that kuna watu walikuwa wametoka na challenges, mimi ni babake. First of all, Madhe alisema ule baba alikuwa anajitokeza akisema ni baba Bahati na ni Mluya, sijui kutoka wapi. Huyo amujui. Baba Bahati alikuwa Mkamba. Alikuwa anaitwa Nicholas Kioko. And hata wenye walikuwa nasema sijui sister nini brother, no. Sahau na hizo mambo, hizo sahau, tu focus na Mama Bahati. Mama Bahati is our main focus here. Au wengine wacha wakae, au walikuwa tu wanatafuta views and all that. So kuna kitu alisema pale na nika feel like I feel like ni mamake wa ukweli. The mama alisema hii jina Bahati anaitwa Kelvin, alipatiwa na babake mzazi, that is Kioko. Kama mama mwenyewe anakumbuka jina ambalo babake alipa mtoto, warui to complain. Kitu unaweza waimiza tufanye, tuweke familia kwa maombi, na maybe kizuizi chochote kile ambacho kimeanza kuzuia ile time, at least DNA ilikuwa kuja ifanywe haraka. Tukikemea kabisa kipotee, hii DNA ifanywe. Wale mlikuwa mnasema Madhe ni cloud, hiyo miaka 25 alikuwa wapi? Uwezi elewa mambo ya God, mipango za God uwezi elewa. Yeye kuwa na reasons zake, na kuna sababu ni kwa nini alikalisha ule mama hiyo miaka yote akitafutanga mtoto wake na kuipata njia ya kumfikia. But Mungu akatumia that ule mtumishi wake, Pastor Israel ama anaitwa aje, nabii huyo mnamjua, ndio alifanya hiki kitu yote ifike mahali imefika saa hii. Ndio aliongoza ule mama like kukuja kwa online. Yes, so finally at least Bahati kuna siblings. Kumbe ni watoto wadogo. Yes. So Bahati yakuwe prepared. Na mimi kuna kitu tu moja najua, yani this mama ako lucky because so tunaona hata ikipatikana tatu ni mamake, atakuwa na ile stress mingi. Sasa mamangu ametokea, ndio ufanye nini? Hii familia inajiweza, wale watoto ambao hawajamaliza kusoma bado watasaidika, cause kwani Bahati si ameadopt Morgan.
Si hata kuna watoto ambao hiyo familia ya Bahati zinasaidia out huko nje. So hawezi shindwa na kutekea ile familia. So we are waiting for DNA test. That is the only thing yenye ina to hold na ina hold the Bahatis. Na najua kwanza ikipatikana that it's true, kutakuwa na sherehe nyingine kubwa sana na ya kufana sana. And that is our prayer. Because finally, Bahati, at least finally Bahati apate mama. Amelia sana, amekuwa akilia sana. I wish ningekuwa na mamangu. Mamangu aliniacha nikiwa 7 years. Wenye mlikuwa mnasema ati haiwezi happen. Ati Bahati alijipataje sijui kwambani. Guys, let me tell you one thing. Sijui kama mlisikiza ule Mathi vizuri. Alisema hata kuzaa ule mtoto alisaidiwa kumzaa. Alimzalia sijui kwa barabara. Akasaidiwa na mama. And after that, akaona hataweza kulea ule mtoto. Akaustiwa na mama fulani for wakati kidogo kalelea mtoto, kaona hatawezana, and then kachukua mtoto kapeleka children's home. Then from there, ndio at least ile time unajua ukijipanga una feel like now I can live with my kid. Ya kwenda mtoi akanyimwa. So ni kama hiyo time already Bahati alikuwa angasha adoptiwa. Akatoka kwa ile children's home. Ndio akakuja akamnyima. Of course, si hao watu wanauza watoto wenye wako kule. So, yeye Mathi akajipea shughuli, but amekuwa akiomba all this na hakuna kidonda chungu. Kama uko tu sure uko na mtoto pahali tu anatembea tu anapumua, but hujui ni nani, inakuanga kidonda ya uchungu sana. This Mathi amesafa, but finally Mungu amempanguza machozi. And tunaomba hivyo, tunadhania itakuwa sherehe kubwa kwanza kwa the online family, tutamkaribisha. And yeah, so you guys, what you think? And kama bado huja subscribe up to this point, ama like, ama turn on the notification bell, tafadhali just pause, fanya hiyo mambo yote, and then ukuja tena you continue with the video. And down there in the comment section, say something about the video. Do you think do you have that feeling that ni mamake kulingana na hii story nyingine amepeana akiwa pale nyumbani kwake Kibra? Let me know in the comment section. Guys, like, share and comment, and let's meet on our next video. Bye bye.